kumtayarisha Yuno kisha mwanze safari ya kurudi katika ardhi ya amani kabla ya uovu haujazidi. Amani yetu idumu daima. Simba wa amani ameenda kwa mababu zetu. Eti nini? Ndiyo, mfalme ameiaga dunia. Mizimu wa amani wamtangulia huko alipo. Naomba mwarifu Ngome awaeleze wanakijiji ili waweze kupewa taarifa hizi. Upanga wa mfalme umepotea ghafla. Umekwaje? Ndiyo, sijui. Umepotea kiajabu ajabu. Kwani tumekosea nini mizimu? Hapa lazima kuna sababu. Nifanyie kazi swala hili. Ni sawa. Wacha tukajukumisha. Ndugu, hivi mnalichukuliaje ili swala la kifo cha mfalme Amani? Inasikitisha sana, lakini si unajua mfalme hakuwa na mtoto wa kiume. Hivyo basi, mwenye atakayemuoa mtoto wa mfalme ndio atakayeirithi ngome hii ya amani. Haswa hapo patano. Nitahakikisha ninauteka moyo wa binti mfalme. Huu ni wakati wetu wa kuchukua utawala. Unasemaje? Hivi hujui mimi na binti wa mfalme wapenzi? Acheni tamaa. Mnajua upanga mfalme ulipotea kimaajabu. Hamuogopi hapo. Mizimu amani inajaribu kusema nini? Upanga upotee ama upatikane, ni lazima nimuoe binti mfalme. Wache tuone. Mimi na wewe nani atamuoa binti wa mfalme? Tito mwanangu. Tito. Baba.
Tito mwanangu, unajua Tizo binti mfalme ni mtoto wa shangazi yako? Ndio, ila anamhurumia sana kwa kumpoteza babake mzazi. Achana na hayo. Nataka umuoe Tizo ili uweze kutawazwa kuwa mfalme wa ardhi ya Amani. Baba. Lakini Tizo si dadangu yule. Wacha ujinga. Tizo ni binamu yako na hawezi kuwa dada yako hata siku moja. Sawa. Lakini vipi shangazi akijua? Swala la shangazi yako niachie mimi. Sawa baba. Amani yetu Idumu daima. Tito mwanangu, naomba utupishe. Naam shauri. Vipi kusuli jambo la kiti cha urithi wa ardhi ya Amani? Walionaje? Hatuna namna. Itabidi tusubiri mtabiri atakapotupatia mwelekeo. Mtabiri amenyamaza mshauri. Hapa tufanye uamuzi kabla mahadui hawajatuvamia. Unaweza tufanye nini? Naonelea kama mlinzi mkuu niozeshwe binti mfalme ili nitawazwe na niwe mfalme katika ngome hii ya Amani. Hapana. Hutokei katika ukoo wa ufalme, kwa hivyo huwezi kuwa mfalme wa ardhi ya Amani. Lakini nini? Ondoka, unanikera. Nitaenda kwa mtabiri atatupatia ufumbuzi wa swala hili. Mama, huo pango moto wapi? Story ndefu. Wakati kumtawaza Nyinyo kuwa kama mfalme umefika. Okota panga hilo la kifalme. Ikisha wakati utakapofika, utalirejesha katika ngome husika. Mama, usiku nimeota. Amani yetu Idumu daima. kama ulivyochaguliwa na mizimu ya Amani, naomba mtawaze mwanao Nyundo kuwa mfalme rasmi wa ardhi hii tukufu ya Amani. Kweli haki izame. Unaweza kuendelea. Sasa unaweza kumkabidhi upanga ili awe mfalme rasmi. Amani yetu. Nyundo mwanangu, usimwambie mtu yeyote kuhusu ndoto yako wala upanga huu. Umenielewa? Sawa mama. Wacha mimi niwahi mawindoni kabla jua hajazama. Sawa.
tu. Idumu daima. Mama, natoka kidogo kuangalia mazingira. Sawa, lakini usichelewe. Sawa mama, kuwa na amani. Nawe pia kipenzi changu, amani ya kutawala. Naam dadangu. Hivi unajua ni jinsi gani tumepigania kuwa katika madaraka ya ngome ya amani? Naam, nalitambua na pia nashukuru kwa kuniweka hapo. Lakini dada, kuna tatizo. Hivi tutaachilia uongozi wa ngome ya amani uende katika familia nyingine hivi tu? Hapo hapo kaka. Unawaza tufanye nini na ukizingatia upanga wenyewe haupo? Upanga utapatikana. Lakini tuandae mazingira kwanza. Itabidi uongee na Mwanautizo, aolewe na mwanangu ili familia yetu ibakie katika madaraka. Aha, hapo sawa. Na vipi kuhusu upanga? Hilo usijali. Itaongea na Mtabiri. Naamini kila kitu kitakuwa sawa. Lakini kwanza mwambie Tizo kuhusu hilo. Sawa sawa. Nitalifanyia kazi. Na kuamini. Acha nikuache nikafanye majukumu mengine. Sawa, kila laheri kakangu. Uwe na amani. Nawe pia. Mwazanda. Sawa. Samahani kaka. Samahani kidogo. Na unaonekana mgeni katika kijiji hiki? Ndiyo, mimi mgeni lakini si sana, kwani wazazi wangu wazaliwa kijiji hiki tu. Naona. Hivi unaitwa nani? Naitwa Nyundo, mtoto wa mama mjane Kazo binti Sangawa. Simfahamu mwanamke huyu. Hata hivyo, karibu katika kijiji chetu. Na imani utayapenda mazingira. Asante. Sijakufahamu ila unaonekana mwanamfalme. Naam, naitwa Sultana Tizo, mtoto wa mfalme Amani wa pili. Heshima yako binti mfalme. Nashukuru kukufahamu. Na asante sana kwa kunikaribisha. Karibu tena na tena. Naam Mtabiri. Napata mwezi mwandamo sasa tangia kifo cha mfalme Amani. Ngome yetu imebaki bila mrithi. Mbona tunahatarisha usalama wa ardhi yetu? Ni kweli mshauri. Hadi kufikia saa hii mizimu imebaki kimya. Hata sijui tulikosea wapi. Naona waandaliwe vijana watakaotafuta katika kila kona ya ardhi ya Amani mpaka ulete upanga wa mfalme katika ngome hii. Hilo ni wazo zuri na ninakubaliana na wewe. Nina imani mizimu itaongoza katika hili. Kweli kabisa. Maandalizi yaanze mara moja. Sawa mshauri. Wacha nimtume mlinzi mkuu aende awaite vijana kwa ajili ya maandalizi.
Sawa, ubaki na amani. Nawe pia. Mizimu ikutangulie. Samahani Malkia. Bila samahani. Nimetokea kukupenda sana, japokuwa sijapata nafasi ya kukujulisha. Naomba unipe nafasi tafadhali. Temo, una uhakika na unachokiongea ama ni tamaa ya uongozi ndio inayokusumbua? Niko na uhakika kabisa. Naomba unipe nafasi tafadhali. Nasikitia kukwambia. Moyo wangu uko kwingine kabisa. Yupo mwanaume nimpendee kwa dhati. Sultana, tafadhali usinifanyie hivyo, nakupenda. Inuka basi, usinipigie magoti, nitalifikiria hilo. Mama. Mboko. Mama. Naam mwanangu. Leo nimebahatika kuonana na binti Mfalme Amani. Ni mkarimu sana. Mwanangu, nilikukanya mimi dhida kwenda kijiji cha Amani. Lakini mama. Lakini nini? Nyamaza. Mbona na kijiji cha Amani ni wazuri tu? Mwanangu, ninachokiona mimi nikiwa nimekaa, huwezi kikiona wewe hata kama umepanda juu ya mlima. Nakumbuka mimi ndio nilikutangulia kuona jua. Sawa mama. Nimekumbuka. Hivi upanga wa mfalme tutafanya nini? Sijajua bado. Lakini na imani mizimu iliyotupatia upanga huu itatuelekeza tu. Sawa mama. Haya mwanangu. Lakini binti ya mfalme hana maringo na majigambo kama marehemu babake. Kweli kabisa. Tizo hana maringo yoyote, uko na roho nzuri kama sura na umbo lake. Nina imani atanikubalia ombi langu. Nitakuwa bega kwa bega na yeye mpaka pindi utakapopata ufalme katika himaya hii. Sawa. Amani yetu idumu daima. Karibu kijana mzalendo wa ardhi ya Amani. Natumaini uko sawa. Niko tayari. Naam vijana. Amani yetu idumu daima. Ni imani mko tayari. Kumbukeni, safari hii ni ya kutisha. Kwa hiyo haihitaji mtu muoga wala mtu mwenye uamuzi mara mbili. Mko tayari? Tupo tayari kuipambania ardhi ya Amani kwa hali na mali. Sawa vijana. John hapa. Ogeni haya maji mara 3 kwa kichwa, mikono mara 3 na miguu mara 3. Sawa sawa vijana. Sasa mko tayari kuipambania ardhi ya Amani. Mnaweza kwenda. Kumbukeni kuwachukua kina Sango, muende nao. Muambie kila kitu kiko sawa. Sawa mkuu. Tizo mwanangu.
unajua hatima ya uongozi wa ardhi ya Amani uko mikononi mwako? Ndiyo mama, nalifahamu hilo. Na ndio maana sija kurupuka kuolewa na mwanaume yoyote tu. Aswa, hapo umenena mwanangu. Inafaa uolewe na mwanaume mwenye sifa za uongozi. Maana ndiye atakayetawazwa kuwa mfalme wa ngome hii. Sawa mama, hata hivyo kuna kijana nilimuona hivi majuzi nilipokuwa matembezini na nikavutiwa naye sana. Ni kijana yupi huyo mwenye bahati? Ni mgeni kidogo katika kijiji chetu, lakini wazazi wake wanatokea katika kijiji hiki. Tizo mwanangu, unajua unachokitafuta? Unawezaje kuolewa na mwanaume mwenye umjui? Hapana mama, nitamchunguza kwanza, na endapo atakuwa ananifaa, nitamleta kwako kumtambulisha mama. Haina haja mwanangu. Tayari tushafanya mipango na mjombako. Na unamaanisha nataka niolewe na kakaangu Tito? Yule si ni kakaangu kabisa. Ndiyo, inafaa uolewe na Tito ili uongozi ubaki katika familia yetu. La sivyo, uongozi wa Amani utatoka katika familia yetu. Mama, haiwezekani. Mimi siwezi kabisa. Inawezekana mwanangu. Tayari tushafanya mipango. Tunamsubiri Tito arudi na upanga, muozeshwe ili aweze kutawazwa kuwa mfalme wa ngome hii. Mimi sitaki. Ndugu zangu wazalendo, naona tumetembea muda mrefu sana bila mafanikio yoyote. Sasa itabidi tugawanyike hapa. Kila mmoja aende kivyake, tutane mbele. Ama muonaje hapa? Hilo ni wazo zuri sana. Kwa maana tutatafuta sehemu kubwa kwa muda kidogo sana. Hapana. Huu msitu ni hatari sana. Haoni tunatarisha maisha yetu. Kweli kabisa. Nakubaliana na Sangu. Huu msitu ni hatari sana. Acheni uoga nyinyi. Nyinyi watoto wa kiume bwana. Hamfai kuogopa kitu chochote hapa. Sawa? Ama mnasahau kwamba mzimu ya Amani iko pamoja nasi? Basi tujigawe. Wawili waende kushoto, wawili waende kulia. Hiyo naona iko na nafuu kiasi. Sawa kabisa. Mimi bado tuelekea kushoto. Kama na Tito kulia. Hapana. Kulia. Kushoto. Nyundo. Nyundo. Amani yetu idumu daima. Naam, Binti Mfalme. Mbona mko hapa? Nimekufuata wewe Nyundo. Kulikoni kwani? Kuna tatizo? Ndio, nakupenda Nyundo. Vipi Sultana? Mbona inaonekana hauko sawa? Ndio, siko sawa. Nilikuwa nikimwaza Nyundo, yule kijana wa mjane, sijui kwa ni wapi. Tito! Tito! Yule muindaji. Naam, namkumbuka. Nasikia anaishi kijiji jirani na hapa. Najua ipo siku tutaonana tena. Nafsi yangu inamwaza yeye kila wakati. Ni kweli umenikumbusha. Mwezi mwandamo unakaribia. Unafaa uolewe ili mfalme wa Amani aweze kutawazwa. Tito! Naam Temo.
Upanga ndo huu. Inama unipe heshima kama mfalme wako. Hapana. Mimi ndo nastahili kuona upanga huu. Kwa sababu mimi ndo nina damu ya kifalme. Ama unasahau babangu ni nani wewe? Sawa. Babako ni mshauri mkuu wa ardhi hii ya Amani. Lakini kwa sasa mimi ndo mfalme wako na wewe ndo utakuwa mshauri wangu mkuu. Sawa. Heshima yako, ewe mtukufu mfalme wa ardhi ya Amani. Mizimu ya Amani iwe pamoja nawe. Ndiyo, mamangu ananishauri niolewe na Tito, yule kakaangu binamu. Jamani, si ni kakako yule? Ndiyo, lakini tunamjua mjomba na tamaa lakini. Sasa naona mizimu ya Amani ilikuwa na sababu ya kupoteza kwa upanga punde tu baada ya kifo chake. Kweli kabisa, mizimu waliliona hili. Pia nina wazo hilo. Vipi mtabiri? Unaonekana mwenye mawazo mengi. Kuna umwagikaji wa damu katika ngome yetu ya Amani. Mizimu imekasirika sana. Itabidi tufanye tambiko la haraka ili kuepusha hasira za mizimu. Sawa, acha ninyamaze tusije tukasikika. Nyasi zinanisikia. Twende zetu. Sijajua kosa liko wapi. Kwa hiyo siwezi kufanya tambiko lolote. Sawa. Acha tuachie mizimu kupatia suluhu la swala hili. Basi wacha nikalale. Huenda nitoteshwe ili tufanye tambiko la haraka. Sawa. Ubaki na amani. Amani kutangulie. Nawe pia. Amani yetu idumu daima. Ishukuriwe mizimu ya Amani kwa kuwarudisha vijana wetu salama. Tunashukuru sana. Japo kwa safari kwa rahisi. Inasikitisha sana. Tulipokuwa kule tuliweza kuvamiwa na wanyamapori. Tukapigana, tukangangana. Lakini Sango pamoja na Temo hatuko nao. Mizimu ya Amani, izilaze roho za vijana hao wawili mahali pema. Ni jambo la kuhuzunisha. Mashujaa wetu hakustahili kufa kifo kichungu namna hii. Ni jambo la kuhuzunisha sana. Hata hivyo, tunashukuru. Kwani hatima ya upanga umepatikana. Na hata mfalme wa ardhi hii ya Amani pia amepatikana. Vijana mnaweza kwenda. Kesho asubuhi tuanze sherehe ya kumtawaza Tito kuwa mfalme wa ardhi hii na pia kuozeshwa Tizo binti mfalme. Mizimu ya Amani watangulie. Asante. Naam mtabiri. Hatimaye swala hili limepata ufumbuzi. Naona tuanze kujitayarisha kwa ajili ya sherehe. Kweli mzee wangu. Nyundo mwanangu, harakisha tusije tukadhibiwa na mizimu ya Amani. Maana kijiji cha Amani sasa kinafaa kutawazwa mfalme wao. Na upanga tuko nao huku. Sawa mama, naja. Twende mama, tusije tukachelewa. Acha nifunge mlango mwanangu. Haya, ongoza mbele, mizimu ya Amani tutangulie.
Amani yetu idumu daima. Amani yetu idumu daima. Amani yetu idumu daima. Amani yetu idumu daima. Leo ni siku muhimu sana katika ardhi hii yetu ya Amani, maana tunaenda kumtawaza Tito kuwa mfalme baada ya kifo cha mfalme Amani wa pili. Amani yetu idumu daima. Amani yetu idumu daima. Amani yetu idumu daima. Kama alivyotangulia mzee mshauri, leo ni siku muhimu na ni siku ya kukumbukwa. Leo tutamtawaza Tito na kumwozesha Tizo na kuwa mfalme katika ngome hii ya Amani. Tito, songea hapa. Tizo, songea hapa. Hapana, haiwezekani. Kadzo, usitue. Wewe ni mzimu. Kadzo mpenzi wangu, naona siku haifiki jamani. Sijali mfalme wangu, mwezi mwandamo unakaribia kufika. Ndio, na tutafanya sherehe kubwa sana ya harusi. Alafu nitatawazwa kuwa mfalme wa hii ardhi yetu tukufu yenye utulivu na amani. Kweli kabisa mfalme wangu. Nafurahi sana kuwa chaguo la moyo wangu. Pia mimi nafurahi sana kwa wewe kumkubalia mimi kuwa mume wako. Hivi kweli kunaye mwanamke anaweza kukataa kuwa malkia? Ndio. Wapo, lakini mizimu yetu inalazimisha kwa mwanamke amekwamba ataolewa na mfalme. Lakini mimi siwezi kulazimisha mwanamke kuolewa. Sawa basi tuache hayo. Hivi unataka nikuzalie watoto wangapi? Wengi tu. Nataka tuzae watoto wengi. Alafu kumbuka, mimi nilizaliwa peke yangu. Neno lako ni sheria kwangu. Sawa, sijali bikazi. Hivi dada, si tuendelea kuwa washauri katika ngome ya Amani hadi lini? Unajua nilirithi kiti hiki kutoka kwa marehemu baba yetu. Sijui, lakini sisi hatuko katika ukoo wa ufalme, kwa hivyo turidhike tu. Usiseme hivyo. Hakuna lisilowezekana chini ya jua. Ni kama unawazo ndugu yangu. Hebu niweke wazi. Haswa. Unajua mfalme Amani hajaapishwa kwa kuwa hana mke. Na ndio maana hajatawazwa kuwa mfalme wa Amani. Ndiyo, lakini anaye mchumba alioposoa na wazazi wake tokea utotoni. Hata wewe unafahamu hilo. Kadzo, ni mchumba tu, hawajaoana. Alafu pia hakujichagulia. Lakini wanapendana sana. Wewe unashauri tufanye nini? Nitafanya kila kitu Amani akuoe na uwe malkia wa ardhi ya Amani. Tena una akili ndugu yangu. Yaani pia mimi niwe malkia wa ardhi tukufu ya Amani. Nitafurahi sana. Anza kujitayarisha malkia wa ardhi tukufu ya Amani. Tabiri. Na imani kila kitu kiko kama vile tulivyopanga kwa ajili ya sherehe. Ndiyo mfalme wangu. Niliongea na mlinzi mkuu. Usalama umeimarishwa kote mipakani. Na pia wageni walikuwa wote taarifa zimewafikia. Sawa kabisa. Unajua hatufai kuacha pengo hata kidogo. Kwa sababu maadui wanaweza kutumia muda huu kwa ajili ya kutuvamia. Ni kweli mfalme. Mlinzi! Mlinzi! Naam tabiri. Na imani agizo langu lilokupa siku mbili zilizopita ulifanyia kazi. Ndiyo mtabiri. Usalama umeimarishwa kote. Sawa, unaweza kwenda. Naona kila kitu kinaenda kama tulivyopanga. Hii mali tutalinda hadi siku za mwisho. Kabisa. Amani yetu idumu daima.
Karibu Bikanzi. Nitarajia nitakuwa na mzee mshauri hapa na sisi. Asante mtabiri. Yupo njiani. Amenituma nimletee mfalme chakula. Aha. Asante sana Bikanzi. Lakini hukupaswa kujisumbua kwa sababu kuna wajakazi wengi sana hapa. Mfalme. Wana kijiji wote wako hapa kutumikia. Ni kweli. Kabisa Bikanzi. Mfalme. Naam. Hiki chakula ni kwa ajili yako. Ndio. Na kinanukia. Asante. Sawa. Wacha niende nikamwambie mshauri mnamsubiri. Sawa Bikanzi. Sasa mfalme. Kulikoni? Hivi muonaje sherehe za mwezi maandamano wenzangu? Ninavyomjua Sultani Amani kwa kupenda makuu. Mbona litanoga? Hata msiseme. Mbona unatamani mimi ndio kipenzi cha mfalme? Kwa uzuri gani? Unamaanisha nini ukisema hivyo? Jamani, mbona hata mtaka kuteta? Hata ndizi na mgomba hata aliwahusu. Hebu pulikeni. Mwambie si neno, mimi sipendi dharau. Halafu mimi na mchumba wangu hata kutongozwa jawai. Sawa, watu na nyota zenu jamani, nilikuwa natania tu. Hebu tena tukajiandae. Mbona nitacheza siku hiyo? Usimalize utamu. Naam kijana wangu. Nataka utekeleze hili swala kwa umakinifu kabisa. Likimalizika swala hili, hautajutia maisha yako. Wala usijali mshauri. Nitafanya kila ulivyonielekeza. Lakini nikuulize, hivi unadhani itakuwa rahisi kazi kumsaliti mfalme? Usiwe na wasiwasi. Akikubali kuelekea bondeni, mambo yake kwisha. Basi hilo jambo dogo sana. Niamini nitalitekeleza. Haya, sawa. Nenda ukatekeleze majukumu yako. Sawa sawa. Kanze dadangu. Hivi uko tayari kuwa malkia wa ardhi tukufu ya Amani? Mimi Kanze binti Kugomba, malkia wa ardhi tukufu ya Amani. Mbona itapendeza? Anza kujitayarisha kuteka moyo wa mfalme. Kwani hivi karibuni mipango yote inaenda kukamilika. Kweli kaka? Nikipanga langu mimi mzee Pangatu, hakuna wa kunizuia. Hata mizimu ya Amani inaniogopa. We kaka, unavuka mipaka. Wacha anaenda kwa mfalme. Nikirudi, nitafurahi. Haya. Kazo. Yaani mama kunisaliti na mlinzi wangu? Hapana. Kimya! Askari, kamata hawa, fungia huko. Peleke. Hawapendeki. Amani yetu idumu daima. Meza kiti. Pole sana mfalme. Asante. Ila inasikitisha sana.
sana sana sana. Sijui wanawake wanachokitafuta katika ulimwengu huu. Sikutegemea Kazo kama anaweza kufanya kitendo kama hiki. Tamaa tu ndio zinawaponza. Kabisa tamaa. Sijui nimpe adhabu gani. Mlinzi! Amani yetu idumu daima. Leo ni siku ya huzuni sana katika kumbukumbu za ardhi ya Amani. Kazo, mwanamke aliyestahili kuolewa na mfalme, amediriki kumtongoza askari mkuu na hata kulala naye. Hivyo basi kuanzia muda huu natoa amri kwamba Kazo amefukuzwa katika kijiji hiki na hastahili tena kurudi katika maisha yake hapa. Anastahili kabisa. Kwa mlinzi, yeye amesamehewa kwa sababu alilazimishwa kufanya hivyo, ila madaraka yake yameondolewa. Pia yeye anastahili mfalme. Kabisa. Askari, mchukueni Kazo mumsindikize katika msitu wa mizimu. Kwa mlinzi, unaweza kwenda. Pole sana mfalme. Usijali. Inasikitisha lakini mizimu ya Amani itakupa subra katika wakati huu. Na imani iko pamoja na mimi. Pia inaweza kuwa na sababu ya haya yote. Kweli kabisa. Na imani utapata kilicho chema. Kabisa, nashukuru. Sawa mfalme. Ndiyo. Basi wacha sisi tukajukumike katika maslahi mengine nyumbani. Sawa, hakuna wasiwasi. Unaweza kwenda. Basi ubaki na amani. Nashukuru, na nyinyi mwende na amani. Sawa mfalme. Kwambia hakuna linalonishinda chini ya jua. Yaani kaka wewe kiboko. Yaani hata sasa sijaamini. Ndio uamini sasa. Kazi mambo yake kwisha kabisa. Acha akafilie mbali kwenye msitu wa mizimu. Hata hivyo, sasa hii ni zamu yetu. Hata hivyo mfalme hana muda. Ni anioe sasa. Basi, jitahidi kuteka moyo wa mfalme. Hiyo niachie mimi. Twende nyumbani. Malikia, huu ndo mpaka kijiji cha Amani, msitu wa mizimu. Ukienda macheo, utatokea katika kijiji cha Aheri ambapo kuna usalama. Tumemaliza kazi yetu. Mwacha aende. Hakuna aliyetupwa katika msitu akirudi akiwa salama. Tusalimie mizimu. Asanteni. Ila mizimu ya Amani italinda daima. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Huyu anaitwa Nyundo, mtoto wa mfalme Amani. Kabla sijatoka hapa nilikuwa mjamzito. Utabiri wangu. Naam mfalme. Nahisi nikana kwamba nilikosea mizimu. Niambie tu. Unajua kuna jambo zito sana ambalo linanimiza kichwa. Jambo gani hilo mfalme wangu? Niambie hata usiwe na wasiwasi. Kuhusu mchumba wangu Kazo. Unajua
Mtabiri wangu, Naam. nilishindwa kuvumilia, na hivi tunavyoongea Kadzo ni mjamzito. Ana ujauzito wangu. Sasa hapo itabidi lifanyike tambiko, halafu ndoa yenu ifungishwe haraka iwezekanavyo. Haswa hapo umenena ukweli, mtabiri wangu. Itabidi jambo hilo tulifanyie kazi. Sawa. Sawa. Tuelekee Ikulu. Amani yetu idumu daima. Amani yetu idumu daima. Kama mlivyosikia kutoka kwa mwanakijiji wetu Kadzo, inaonekana kulikuwa na ulaghai kwa kutaka madaraka. Ndio maana mzee mshauri akatumia mipango yake na kutaka Tito awe mfalme wa ngome hii. Kwa sasa tutasema Nyundo ndio tutamwapisha na kumtawaza kuwa mfalme wa ngome hii ya Amani. Naomba nikabidhi huo panga. Nyundo, songea hapa. Kwa sasa wewe ndio mfalme wa ngome hii ya Amani na kukabidhi madaraka haya. Amani yetu idumu daima. Amani yetu idumu daima. Asanteni sana. Kuanzia leo mimi ndo nitariti kiti cha mfalme Amani, na kwa makosa aliyofanya mshauri na mtoto wake wanastahili adhabu. Walinzi, wakamateni hawa, wapeleke katika msitu wa mizimu.